Unafurahi nini sasa? Na kwa nini umezima mziki wakati mwenzako mimi nacheza? Leo ni siku yetu Martin. Kwa kama utajali naomba tusherehekee pamoja. Siku yenu kivipi? Mpango wetu umefanikiwa. Martin. Basi kama ndo hivyo, mimi naenda kulala. Faudu wewe. Martin, leo hapa hakuna kwenda kulala. Wewe si ndio umesema unaamua kusikiliza mziki? Na sio kusikiliza tu. Ulisema pia unataka kuucheza. Ndio nimesema, lakini nikiwa peke yangu, sikuwa na nyinyi. Wala sio kucheza na nyinyi. Martin, mwacha uoga. Leo tumekuja tuna furaha kabisa. Sasa usitaki kutuharibia siku yetu. Utaumia Martin. Kama ni hivyo basi fresh. Piga mziki tucheze sasa. Piga ngoma. Ukuti wameme, ukuti wameme, ukuti wameme, ukuti wameme, kuja kuelewa sana. We Martin, we Martin, wewe Martin. Yaani muda wote umewasha mziki, umeweka sauti kubwa, afu mtu mzima kabisa unacheza hapo. Uone aibu wewe? Lakini tulikuwa wengi hapa ndo nacheza. Tulikuwa hivi. Lakini tulikuwa wengi. Hebu toka hapa nenda kalale. Yaani wewe sijui hata ukoje wewe. Yaani Martin, wewe ni mkubwa lakini haujielewi. Wakati mwingine unakuwa kama kubwa jinga. Unajua unanichosha wewe. Nenda kalale. Mtizame kwanza. Yaani kabisa amekaa anacheza kabisa, haoni hata aibu. Yaani mtu mzima wewe. Unajua umenikwaza leo. Huu usiku ni wetu. Ni muda sasa kumrudisha Shiva nyumbani kwake. Kwa jinsi ninavyomchukia huyu mwenda wazimu, kuna muda huwa anatamani afe. Shiva ndo kete yako ya ushindi ya Chimwene. Acha kuendekeza hizo chuki zako kwenye mambo ya msingi. Ni lazima uhakikishe mambo yanakaa sawa. Kumbuka, hatutaweza kukupigania siku zote. Lakini kunipigania mimi ni amri ya mkuu wetu. Yeye ndio aliyoniahidi kunipatia hiki ninachokitafuta kwa sasa. Ahadi yako itatimia Chimwene. Sisi ni waaminifu sana na hatujawahi kuvunja makubaliano. Alishaanza kuogopa. Mimi nilikuwa tunakutania mshirika mwenzangu. Hapa tutaenda jino kwa jino mpaka Mwasi akukubalie. Shiva, ni zamu yako sasa. Popote ulipo na kuamuru uje hapa.
Hii ni mara yangu ya kwanza kutoa msaada mkubwa kwako. Laiti kama isingekuwa mimi na Amina aliyeniibia siri, basi ungepotelea huko huko ulikokuwa. Nimegundua kuwa mimi ninajali sana kuhusu wewe, na ninajua cha kufanya kwa sasa. Njia nzuri ya kukulinda na kukuacha uishi ni kuwa mbali na wewe. Sitokuwa karibu yako Shiva, nitakaa mbali na wewe. Sio kwa sababu sikupendi au labda naweza sana bila wewe. Hapana, nafanya yote ili mimi na wewe tuendelee kuona usiku na mchana tukiwa chini ya jua moja. Huyu mwanamke ameniharibia ndoto zangu kabisa. Huyu binti mwenye roho mbaya amebomoa malengo yangu. Yaani kwa sasa naishi kama mfu niliye hai. Mwanamke niliyempenda amepotea kwenye maisha yangu, na hii yote ni kwa sababu yake. Ameondoka na kwenda kusipojulikana. I say, hii kitu inaniuma sana. Nitailipa tu siku moja. Kwenye ulimwengu wa ndoto zangu kuna maisha yako Shiva. Kwenye chumba cha moyo wangu kuna siti yako ya kukaa, kwa sababu najua hutaweza kusimama wakati wote. Huyo Mwasi mbona mimi nashindwa kumuelewa? Kuna wakati mwingine anaamka vizuri anakuwa rafiki yangu. Wakati mwingine anachange anakuwa adui yangu. Anabadilika tu kila muda kama kinyonga. Hamna kitu ambacho imenikera kama leo kuniita mimi kubwa jinga. Mimi kubwa jinga? Big idiot. Mimi sijapenda. Na kama mimi kubwa jinga, basi wale wote ambao tulikuwa tunacheza hapo sebleni, wote wenyewe ni makubwa jinga. Wote, ndio ni makubwa jinga. Makubwa jinga wote. Naletea mbwembo. Shiva. Hivi ni wewe kweli? Au mimi ndo naota? Ni mimi. Na hata siamini kama ndo unanionyeshia tabasamu bomba kiasi hicho. Wewe umeona tabasamu tu, safari hii na vitu vingi vya kukupa na kukuonyesha Chimwene. Acha bwana. Unajua hata siamini kabisa. Naelewa Chimwene. Naelewa hali yako mpendwa wangu. Lakini nataka kubaliana na hicho unachokiona kutoka kwangu. Kwani ni kitu gani kimebadilika kwangu? Upo vile vile. Wala hujabadilika popote. Sasa kama mimi ni yule yule na nipo vile vile, mbona mtazamo wako umebadilika juu yangu? Umeona? We baba, usitaki kunichanganya. Akili yangu haipo sawa hata kidogo. Nimeona kina nani? Wazee wa kazi wenyewe wa kulungwa. Wewe kwani umeona? Nilikuwa nacheza na muziki mimi hapo. Nimeruka nao dansi pamoja, tunaruka na kukanyagana. Wanasema eti leo wana furaha.
Wanafurahi. Basi mimi sijawaona. Au watakuwa washasepa, au wanacheza kimya kimya. Sasa we baba, kama umewaona wanacheza kimya kimya, nyanyua hizo ngwala zako hapa, uende ukawaangalie. Naijua, labda twende yote. Kama unaijua, basi lala ukue. Manake ni mtu mzima lakini akili za kitoto. Wewe tena. Kwa hilo mimi nina bahati mbaya. Kila mtu anasema tu anapojisikia yeye mwenyewe. Nashukuru baba kwa matusi yako. Ila anachotaka kukwambia Shiva, umezima. Wakati umenifunza Chimwene, wakati umenifanya nijue thamani yako kwangu, wakati umenielekeza kwako, kwa kunifafanulia kuwa hakuna mwanaume anayenipenda zaidi yako, sikutaka wakati huu mzuri unipite nije kulia na kujutia katika wakati mwingine ambao hautakuwa kama huu tulionao sasa. Nina mengi ya kuzungumza na wewe Mwasi. Kama utojali, ningependa usiku wa leo niwe karibu yako. Hiyo sauti yako nzuri na hayo maneno yako matamu, ningependa kuendelea kuyasikia nikiwa karibu yako. Ni hilo tu linawezekana, lakini kwa sharti moja tu, hatutovua nguo. Nashukuru sana kwa kunisaidia Maua. Bila wewe sidhani kama Shiva angerudi tena. Huyo Shiva bila shaka ana nafasi kubwa sana kwenye maisha yako. Sijui hata nikuelezee vipi Maua. Ila ukweli ni kwamba namchukulia Shiva kama glasi iliyoanguka chini na kupasuka vipande vipande. Naweza nisiwe mimi, lakini huwezi kunitoa kwenye kundi la watu walioshiriki kumpiga kikumbo na kumfanya anguke bila kujali maumivu yake. Unafikiria nini juu yake? Nataka kumukota kama ile glasi iliyoanguka na kupasukia chini, kipande kimoja baada ya kingine, mpaka vipande vyote vijae kwenye kiganja changu, kisha niviunganishe na kumleta tena kwenye uhai. Hilo linaweza kuchukua muda mrefu kidogo, na bila shaka haliwezi kuwa jambo rahisi kwako. Naelewa, lakini daima mimi huwa napenda kusimama kwenye kile ninachokiamini. Sitojali itachukua muda mrefu kiasi gani, ila naamini nitafanikiwa siku moja. Alafu Lisima, kuna jambo nataka nikusaidie. Kuna kinga naitaka na ipo kwenye utawala wenu. Ilifukiwa chini na si rahisi kufukuliwa bila msaada wenu. Maua, mimi hapa nilipo ni mtupu kabisa. Yaani hata mchawi apite pembeni yangu hapa, sitoweza kumtambua kwa chochote kile. Nilishapoteza nguvu zangu zote. Nitawezaje? Utaweza Mwasi. Maana watu wasiokuwa na nguvu hutumia akili yao kama silaha ili kuweza kukabiliana na maadui zao. Baada ya hili kuna jingine la mwisho. Usijali Maua, wewe ni rafiki yangu sasa. Nina imani nitafanikiwa kwa ajili yako. Martin, tumalize haraka nikatoe kitu cha mboga. Ukatoe kitu au mimi nikatoe kitu? Yaani kitu ambacho haukijui, kila mtu ana kitu chake. Mimi nitapika mboga, wewe kasonge ugali, shida iko wapi hapa? Oya, usiwe kama chizi.
katumwa akasonge ugali kenda kuchimba matofali. Usipindue meza kirahisi. Mimi shughuli zangu ni kupika mboga na wewe utasonga ugali. Alright? Sasa wewe ni kama nani ambaye unanipangia majukumu katika nyumba yangu? You forget me. Mimi ni Mr. Martin, dalali niliyekuuzia hichi kiwanja ndo ukajenga nyumba. Usinikumbushe machungu Martin. Acha ubwege, nitakuharibu. Ndo tunapejana na makofi. You beat me here in my cheek. Sikubali. One touch. Usinitibue Martin. Alafu kaa ukijua kama wewe ndo chanzo ya haya yote. Nitakuharibu mwanangu. Nitakugawa vipande vipande, nikakutupia baharini. Usiniletee uchizi. Mimi mwenyewe chizi babu. Achana na maisha yangu. Naomba tusipigane wenyewe kwa wenyewe. Tuchambue dagaa, ila mimi tapika mboga. Martin, hakuna cha Maritini. Kwa hapa nilipofikia, nachukia sana maisha yangu. Kwangu ni bora kifo kuliko uhai. Nachukia sana maisha yangu kiukweli. Hivyo unajua kwa nini nilikuacha ulie? Ili sumu yako itoke. Sasa nisikilize vizuri. Unajua Mungu anapokupitisha katika njia ngumu, ana makusudi yake. Ana uhakika kabisa unaimudu hiyo njia na utavuka salama. Hiyo ndo lengo la kukupitisha. Kwa hivyo anakupitisha hivyo kuimarisha tu imani yako. Mimi nakuhakikishia utavuka, usikate tamaa. Katika hili siwezi kutupa lawama popote. Hata Mungu wangu aliyoko mbinguni siwezi kumlaumu kwa chochote kile. Mungu aliyeumba maisha kisha akayaacha mikononi mwetu. Na katika hayo maisha Mungu aliumba kila kitu, halali na haramu, tamu na chungu, haki na batili. Alafu akatuachia sisi tuchague tukipendacho, wakati alishatuelekeza utaratibu mzuri wa kuishi kupitia vitabu vyake vya imani. Hivyo nadhani sikuelewi. Na kuelewa sana rafiki yangu. Ila huyo Mungu wa mbingu ya saba anatuasa tusikate tamaa, kwa sababu muda wowote ana uwezo wa kubadilisha maisha yako na ukawa sehemu ambayo hujatarajia kabisa. Na ndio maana mimi nakusisitiza usikate tamaa. Wewe huwezi kujua nini ninachokimaanisha Victor. Nishasema mimi hapa napika mboga, wewe unasonga ugali. Mtu gani unang'ang'ania kupika tu mboga kama mtoto wa kike? Mwili mkubwa huo mpana kama kibao cha mbuzi. Wewe unatakiwa usonge ugali. Mimi nipike mboga finish. Mimi nimekuelewa ndugu yangu. Nitasonga huo ugali. Wewe utapika mboga. Kwa sababu nishakuona unanitafutia sababu tu ili kusudi nigombane na hawa kulungwa. Nikupige, nikuumize, uniletee shida. Baridi, nitapika huo ugali mwanangu. Ndio hivyo ishasema sasa. Mimi hapa kama ikitokea wali nitapika mimi. Kama ikitokea kukaanga mayai nitakaanga mayai. Ikitokea kuchemsha chai it is up to you. Ikitokea labda upika maziwa kuchemsha nitachemsha mimi, pilau nitapika mimi. Vitu laini ndio nilikuwa nifanye mimi, sio wewe. Wewe si umeenda Melelani huko, unajua vitu vigumu. Ugomvi tu.
Hata hivyo mnatakiwa mshukuru sana Mwasi. Kutoka kwenye kula nyama za watu mpaka kwenye kula ugali na rosti la dagaa. Labda niwahakikishie tu, haya maisha ni ya muda mfupi sana. Sasa natafuta neno tumjibu tu atuviaza. Alafu wewe kubwa jinga. Wewe una mdomo kweli? Kila nikiongea lazima uongee. Kila nikiongea lazima uongee. Siku yako inakuja. Basi tusifike huko bwana Chimwene. Samahani. Martin, nitapika chakula chenu tu. Halafu chakula cha mume wangu Chimwene nitapika mwenyewe. Unasemaje kipenzi changu? Wewe ndo mwamuzi wa kila kitu Mwasi. Utakachokiamua ndicho kitachokuwa. Hata hivyo hapa hakuna wapishi. Unaona naloeka tu. Martin, kuja kuchukua viazi, unisaidie kumenya na kukatakata. Alibobo. Hata saa. Oya. Ili movie gani? La Kizungu, la Kihindi, mambo ya kuchukuchi otae au la Kikorea? Opa. Ashiba mta. Basi baba, tuendelee tu kuchambua dagaa. Au ngoja mimi kwanza nikasikiliza majukumu ya madam. Najua maisha yangu kwa nje tu, lakini huyajui kwa ndani. Victor, maisha yangu ndani yana kiza kizito, tena kiza kinene. Labda nikuombe tu kitu kimoja daktari. Naomba nitafute sindano yenye sumu kali, kisha unidunge. Sindano ambayo itakaonichoma nikapata usingizi mzito na nisije kuamka tena katika maisha haya. Nasema hivyo kwa sababu nilishai kutaka kujiua kwa mkono wangu mwenyewe na ikashindikana. Naomba unisaidie kwa hilo. Unadhani ni rahisi kiasi hicho? Unadhani naweza nikafanya hivyo? La hasha. Mimi siwezi kufanya hivyo hata siku moja. Ila nikwambie tu kitu kimoja. Mimi nitashirikiana na wewe bega kwa bega kwa ajili ya kukusaidia na kukusisitiza usikate tamaa, tutoke katika hiyo hali. Ila sio kukata tamaa kwa hivyo unavyotaka wewe. Never. Wewe huwezi kunielewa kitu chochote Victor. Na mimi siwezi kukwambia kitu chochote kinachonisibu. Ila nataka utambue naachukia sana maisha yangu. Hii pumzi ninayovuta ni kero kwangu. Natamani kulala usingizi mzito. Natamani kulala usingizi wa milele. Sitamani tena kuamka katika ya maisha.